maisha tulionayo ni mafupi sana, na tunatakiwa kukimbia kwa kasi kutimiza wajibu wetu wa kimungu uliotutoa mbinguni. Nikwambie jambo moja, ukiwa unakata roho, usiniulize ulishawahi kukata roho, usiniulize. Ukiwa unakata roho, umefika ile critical moment za kukata roho. Uwe rais, uwe waziri, uwe nani, unapofumba macho, ule wakati mzuri ulioufanya duniani huwa unarudi kwako. Namna ulivyosaidia watu unaanza kuviona, namna ulivyoinua watu, namna ulivyoombea watu. Yale mambo yote yenye maana ulioyafanya ukiwa duniani yanakurudia, na hayo mambo yanakuleta utulivu. Na kumbuka mtu mmoja anaitwa Steve, ambaye alikuwa ni founder wa Apple. Bilionea, alikuwa amewekewa drip, amewekewa na ventilator, anakata roho. Bilionea akasema, simu zote za iPhone nilizozitengeneza haziwezi kuja kunisalimia hospitali, wala pesa yote nilionayo haiwezi kuja kusema hello, wala majengo yote nilionayo hayana maana. Nimebaki mimi nikumbane na aliyeniumba. Ipo siku moja ambayo utabaki wewe na aliyekuumba. Hata mimi siwezi kuwepo, hata Baraka hawezi kuwepo, hata mumeo au mkeo hawezi kuwepo. Sasa yale mema ulioyafanya ukiwa hai, kusaidia watu, kutia moyo watu, kumwinua mnyonge, kumsaidia asienacho, kulia na anaelia, yale yote mema ulioyafanya yanakurudia. Ndiyo yanakufanya sasa upumzike vizuri, kwa sababu unapumzika kwenye matendo yale mema. Na kama ulitenda mabaya, nayo yanakujia pia. Ndipo pale mtu unamwona sasa anarusha mateke, anarusha na miguu, kwa sababu yale mabaya aliumiza watu, alitapeli watu, alidanganya watu, alionea watu, hakusaidia yatima wala mnyonge, hakujenga nyumba ya Bwana, hakufanya chochote. Yale mambo yanakurudia. Mgeukie mwenzako, muulize, siku ukiwa haupo ukumbukwe kwa jambo gani? Alafu mwambie akupe jibu. Narudia tena kama hajakuwa, mwambie siku ukiwa haupo duniani ukumbukwe kwa jambo gani? Ukumbukwe kwa mema ulioyafanya. Unakumbukwa kwa uzuri uliofanya. Do the best when you're still alive. We don't have long time as you think here on the earth. Do your best when the time is available. Fanya ya kwako wakati muda upo. Muda ni mfupi kweli kweli. Niamini mimi. Kwenye Biblia unaona Elisha akaugua kwa ugonjwa uliomuua. Elisha alikuwa ana Mungu, akaugua kwa ugonjwa uliomuua. Utaona Elia akafa, Elia akachukuliwa kwenda mbinguni. Utaona Henoko, utaona watu waliotembea na Mungu. Musa akapanda kwenye mlima wa Nebo akafa. Utaona Abrahamu, watu waliomuona Mungu uso kwa uso wakazungumza naye hivi, hawapo. Kuonyesha kwamba sisi tu wageni na wasafiri, tunasafiri kwenda kwenye hatima tuliopewa na Mungu. Kwa hiyo ni vizuri kusafiri kwa kasi na kwa usahihi. Nasema kwa kasi na kwa usahihi. Mungu huwa haheshimu kiwango. Mungu huwa anaheshimu zimebaki ngapi baada ya kiwango. Narudia tena, Mungu huwa haheshimu umetoa nyingi kiasi gani. Mungu huwa anaangalia baada ya kutoa zilizobaki ni kiasi gani. Mungu, mtu anaweza kutoa shilingi 100,000. Huyu akawa ametoa sana kuliko aliyotoa 1,000,000. Kwa sababu aliyetoa 100,000 ni hiyo hiyo. Anasema, Mungu nakupa 100,000, hata nauli ya kwenda kanisani sina, hata chakula sina. Mwingine, Mungu nakupa 1,000,000, hii 7,000,000 iliyobaki na ilinda kwa ajili ya ada ya shule ya watoto. Naam, nawaambia huyu mama aliyetoa dinari 1 ametoa kuliko wote, Yesu alisema. Kwa hiyo Mungu huwa angalia ulichotoa, Mungu huwa anaangalia ulichobakiza. Na hiyo ndio ni siri ya kila mtu. Lieni enyi matajiri, kwa sababu mali zenu zimeliwa na nondo, zimepata kutu na kutu yenu itawashuhudia.
Mimi nimejifunza maisha yangu kuishi kwa ajili ya Mungu na ni Mungu peke yake. Kuishi kwa ajili ya Mungu na ni Mungu peke yake. Live for God and God alone. Do not make money or education or connectivity to be the tower, to be the reference, to be the victor of your life. Make God to be the tower and the fortress of your life. Usifanye fedha wala mali wala elimu kuwa ndio ngome ya maisha. Mfanye Mungu kuwa ngome ya maisha na utaishi milele. Tunapomtumikia Mungu we make history. Tunapomtumikia Mungu we make nini? We make history. Usifikiri Mungu anawatumia watu. Mungu anawatumia wale aliowatengeneza. Kwa hiyo usifikiri mambo yanakuja tu hivi. Kwa kadri unavyokaa kwa Bwana muda mrefu, Mungu akitaka kufanya jambo, na ndio maana usihamehame. Kwa sababu kihamahama unakosa historia. Unanielewa? Ukihamahama unakosa nini? Hakuna mahala ambapo wanaweza wakasimama wakasema wanakujua. Leo hapa wiki moja, leo hapa wiki mbili, leo hapa wiki tatu. Siku unapopatwa na jambo, unatafuta watu wa kulia pamoja nao, huwezi kuwapata. Kuna wakati kwenye maisha you must find somebody. Lazima tokee mtu wa kushikilia, wa kusema huyu namfahamu, sikubali aondoke. Sikubali aondoke. Kama mnanielewa, maisha haya kuna wakati unapatwa na tukio, lazima apatikane mtu. Ishi vizuri na watu, ili siku moja Mungu atakapolazimika kumtumia mtu kukuinua, yule mtu asije akakataa. Kuna wakati Mungu anataka akuinue, lakini anatumia mtu. Nikupe mfano haraka haraka. Sauli alikuwa muuaji. Amepata barua kutoka kwa viongozi wa kidini aende Syria, mji wa Damasco ya leo, akawakamate waliookoka awaue. Ana barua ya serikali ambayo imethibitishwa na wakuu wa makuhani. Sauli akiwa njiani akapigwa na nuru, akaanguka chini, akawa kipofu. Alipokuwa kipofu, Mungu akamtokea mtu mlokole mmoja. Anaitwa nani jina lake? Anaitwa nani? Akatokewa Hanania. Mungu akamwambia Hanania, Hanania, mimi Mungu ninakutuma. Nenda mpaka njia iitwayo Nyoofu. Kuna mtu mmoja, ndugu Sauli, nimemteua awe mtumishi wangu. Ni kipofu, kamwombee sasa hivi apone. Hanania akasema, Bwana sitaenda. Akasema, Bwana sitaenda. Huyo mtu namfahamu sana. Mungu anamwambia, look here, I've chosen the guy. Anasema, no, sitaenda. Chagua mtu mwingine. Huyu jamaa ni janja yake tu, amejifanya kuwa kipofu, maana anataka kuua watu. Sitaenda. Mungu anamwambia, nimemchagua. Asema, sitaenda. Uwe na tabia ambazo siku moja mtu akitumwa na Mungu kuja kwako asije akakataa, maana Mungu huinua watu kupitia watu. Kwa hiyo building good characters inakuleta kwenye uwepo wa Mungu. Unaniona mimi ni mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kazi yangu ya kuhubiri Injili, kukemea mapepo, kuishi maisha ya kumpenda Mungu iko pale pale. Haiwezi kuchuja wala kubadilika. Na mpaka leo tunamalizia mwaka huu wa 5, sijawahi kukosa kanisani kwa sababu ya bunge. Niko kanisani nakemea mapepo, niko jimboni. Siku moja kule jimboni kwangu nasikiliza wananchi pale cha Simba. Wananchi mmoja akasema, bwana mheshimiwa mbunge, tuna matatizo ulinzi shirikishi, majambazi wamekuwa wengi sana. Ila sasa ulinzi shirikishi tumekata tamaa. Nikamwambia, kwa nini? Bwana, jambo hatuwezi kuliongea mbunge bwana, hatuwezi kuliongea, tunaogopa. Jamani, kwa nini hawezi kuongea? Na anaweza kuongea. Tunaogopa mzee. Mzee mmoja akasema, basi mimi niongee kwa niaba yao. Watu wengi kwenye kikao. Akasema, tunaogopa ulinzi shirikishi kwa sababu jana tu tulikuwa tunalinda, tunakimbiza, tukamwona paka. Tulipomlika paka akasema, zima tochi. Jimboni anasema wakamulika, wakasikia chaka 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 mahali kama wakamulika tochi. Alafu paka akamwambia, wewe zima tochi. Huyo mtu aliambiwa zima tochi amemulika tu. Paka akamwambia,
usipozima nitakufanya kitu kibaya, utasahau. Akazima tochi. Hapa anasema mmoja alipozima tochi, yule paka akatikisa kichwa, akasikitika sana. Yaani paka aliyemlikwa akatikisa kichwa kwa masikitiko kwamba kwa nini wananimulika. Ananiuliza mimi mbunge, tunaomba serikali tusaidie. Nikaambia kumekucha, kwa sababu mimi ndio kazi yangu kama hizo. Sasa pamoja kwamba ni mbunge, lakini leo natoa msaada wa paka kusemesha watu kwa niaba ya serikali. Umenielewa eh? Nikaambia watu wote simameni, nikaomba, nikaambia kuanzia leo yule binadamu aliyegeuka kuwa paka anawasemesha watu wasilinde, na muamuru afe, asiishi tena kwa jina la Yesu. Paka leo wanaendelea kulinda na paka yule hajarudi tena. Kila sehemu anapokupeleka Bwana, anakupeleka kwa ajili ya utukufu wake. Simama kwa niaba yake, iwe ni serikalini, iwe ni mahakamani, iwe ni bungeni, iwe ni wizarani. Unakwenda kwa niaba ya Bwana. Simama kwa ajili ya Bwana na ufanye kazi iliyokupeleka pale barabara.